Naomba utoke nje. Sasa natokaje nje visi? Afu mbona sikuelewi? Mimi sitoki. Niambie kuna shida gani? Naomba unisikilize. Labda kwa sababu ni mzuri sana. Ndio mnahisi sababu wenda mimi naweza mkanifanya mnavyotaka nyinyi. Yaani kakako anakuja hapa, anaongea vitu vya kipumbavu. Anaishi ananimudu mimi, si ndio? Hebu naomba utoke nje sije ufanye kitu kibaya. Kakaangu mimi? Sasa umekuja kutukana kwa sababu gani? Mimi sitoki. Toka nje kama sijafanya kitu kibaya mimi. Vincent, sitoki humu ndani. Mimi siondoki. Najua unatamani sana kuishi nami. Lakini kwa maneno aliyoongea kaka yako hapa nyumbani kwangu, hapana, kwa kweli naona kila kitu kinaishia hapa. Naomba utoke. Tuongee basi. Lavu, toka nje. Toka nje! Kumbe wewe mjinga. Umelizika sasa? Nakuuliza umelizika? Yaani licha ya kunifanyia yote bado hujalizika. Lakini umeona uniharibia hadi mahusiano yangu eh? Sikiza nikwambie wewe. Mimi nimeshakuwa mtu mzima sasa hivi. Nahitaji kuolewa, nahitaji niwe na mpenzi. Umeniharibia mahusiano yangu. Nataka wewe. Nio wewe basi. Eti unataka kunipiga? Hebu nipige. Nipige uone. Sasa sikiza nikwambie. Pango pote nishaujua. Wewe shida yako sikuniloga ili ulizimiliki hizi mali. Shida yako ni kuniloga niwe zezeta, si ndio? Sasa sikiza nikwambie. Naondoka hapa. Usikae ukifikiria kwenye kichwa chako kama una ndugu anaitwa Lavu. Nikiondoka hapa sitaki hata unitafute. Iangalie kwanza. Kakangu sijui ananitakia nini. Simwelewi kabisa. Licha ya kunifanyia yote yale, kanienda kwa mganga ili aniloge. Lakini mbona haitoshi? Ameamua kuniharibia mahusiano yangu. Nitaishije mimi dada? Nimechoka dadangu. Pole sana mdogo wangu.
Nadhani sasa umeanza kunielewa. Haya yote pengine anahisi kwamba unaweza ukamuwini kwenye maisha yake au kwenye mipango yake. Unachotakiwa ni kupambana. Sawa? Timiza yale nilokuambia. Kuwa mtu mwenye msimamo, nisikilize. Kuwa mtu mwenye msimamo kwenye mahusiano. Alafu kamilisha mipango uliyoambiwa. Pole. Naomba nikuombe kitu. Niambie. Dada, mimi naomba niishi na wewe hapa. Mimi kakangu sitaki hata kumuona, namchukia. Basi, sawa. Kwa sababu kaka yako mimi tuko na maelewano mazuri sana, na mimi na wewe tumekubaliana kwamba ufanye urudi nyumbani. Sasa unavyoniambia paka dakika unakaa kwa rafiki yako, mimi nakuwa sikuelewi. Yaani sababu ni nini sasa paka sasa hizi? Mimi siwezi kwenda nyumbani. Yaani naogopa sana. Kuna kitu kimoja unanishangaza sana hapo. Nisikilize nikwambie. Unajua ni maisha, sawa? Mnapokuwa umepanga na mtu jambo, hakikisha inakwenda mpaka inafikia mwisho. Kwa tunapoweza kupata mwafaka wa mambo yenu. Sasa ukiniambia huwezi kwenda nyumbani, maana yake wewe jambo umekaa nalo hapa aliishi. Kwa wewe kakako ni adui yako sasa, si ndio maana yake? Kiukweli mimi nyumbani siwezi kwenda. Kakangu ni mtu mbaya sana. Naogopa. Alafu mbona tulishaongea tukalimaliza? Ubaya gani usioisha? Yeye ni ndugu yako kabisa. Usisingizie hilo swala. Sasa maisha ya mtano unaona maisha mazuri kweli? Maana yake unazuia ule mpango wangu mimi usikamilike. Siwezi kutimiza mpango huo kwa sababu wewe ni mtoto wa kike na una mlezi. Mimi naweza ningesema wewe kama mzazi wako. Mimi nakuoaje? Lazima nilete posa, utaratibu ufanyike. Anafanyika utaratibu mtani. Kiukweli mimi kuna kitu sijakwambia. Nashindwa hata nini kuambiaje ili nielewe. Hivi unajua kakangu ameenda hadi kwa mganga. Anataka kuniua mimi. Na sio kwamba nimesikia tu, mimi nimepelekwa hadi kwa huyo mganga. Nisikilize sasa. Kumbe kuna kitu hujajua pia. Kwanza nikuulize tu swali. Wewe hiyo taarifa umepata wapi? Kuna mdada mmoja hivi anaitwa Neli. Ndio amenipatia hizo taarifa, na sio taarifa tu. Amenipeleka hadi kwa mganga. Nataka nikwambie kitu kimoja. Wewe unapoteza muda sana. Mimi Neli namjua na ninafanya naye kazi hii moja. Wewe unajua kaka, mimi rafiki yangu. Neli ana kisasi na Badesh. Na alimuahidi kwamba lazima aumie. Hizo habari za kumwanga ni uongo, ni propaganda. Huyo mganga mwenyewe ni sio mganga wa nini? Sikia nikwambie. Yule binti bado mshamba. Hawezi kugundua chochote. Cha kufanya, tafuta matambala, tafuta mauchafu yale madude ya waganga yale. Unaelewa yale? Unamtisha pale, unamtetemesha. Unaelewa maana kumtetemesha? Yaani mfanye ajue kwamba wewe ni mganga kweli. Alafu mwisho wa siku tunagawana pesa. Hilo limeisha. Sawa. Sasa issue inakuja sehemu moja. Hiyo hela tunaipigaje? Mimi nakuaminia kinoma mshikaji wangu, afu unani let down vibaya mno. Sikia. Mimi nimeona wachizi kibao, lakini nikikuangalia najua wewe hapo ndio unayeweza kukaa kwenye mchezo. Si unaelewa vizuri? Okay, anyway. Hilo limeisha. Kwenye nyumba yetu tu yenyewe nikizunguka huko nyuma huko nyumbani. Kuna sehemu nyingi ndizo kabandika matambala manini afu akaamini. Ni mchezo mdogo. Movie tunaangalia sasa shindaje? Hapa mwanangu. Meisha. Basi wewe fresh. Ukiwa tayari nini utanipigia simu, ngoja nikampange yule manzi afu utaniambia ni location gani mimi nakuja, sawa? Kwa hiyo kazi kwako. Usinitupe. Mimi muda sio mrefu nakuja. Wewe fanya utanipigia simu. Kumbe limeisha. Poa basi. Siwaze rafiki yangu. Poa. Utanipigia. Poa. Hata taarifa yako kutoka kubako unaniambia siku imekuta usiku.
Wale vijana wote aliwapanga Neli, na lengo ni kumuumiza Badesh, kwa sababu Badesh alimdhalilisha. Mimi nikwambie kitu, wewe unajua mikato ya kaka yako, lakini Neli ni askari mpelelezi kama ulikuwa unajua, na alikuwa anampeleleza yule kaka yako, na tunavyoongea mimi sasa hivi Neli alishahamishwa kitengo, kaishamaliza kazi yake, hayupo tena hapa Chunya. Na ndio kitu ambacho kimenifanya mimi nianze kuumia sana juu ya kumkosea kakako. Hivi juzi nimepatana na kakako. Mimi nilikuwa siongea na kakako. Nimeenda kumpraise, nimemwelekeza. Namshukuru Mungu kanielewa. Kwa hiyo una namna na hauna chaguo. Fanya juu chini. Kama kweli unanipenda mimi na unahitaji kuwa na mimi, rudi nyumbani. Sasa kwa nini kuniambia mapema kama ulikuwa unalijua hili? Kwani tumechelewa? Hainaga mapema wala kuchelewa. Mimi naona ni wakati sahihi kwa sababu nitegemea utaenda. Wewe fanya hivyo. Sawa, nimekuelewa. Shikamoo kaka. Kaka, naomba unisamehe. Nimegundua kama nimekosea kakangu. Umekosea nini? Naelewa kwamba hapo nyuma tulikuwa tuna maelewano, lakini nilikuwa ni hasira tu kakaangu. Ndio maana narudi leo kuja kuomba msamaha. Kilichokukasirisha? Kuna siku nilitoka hapa nyumbani, nilikuwa naelekea kwa rafiki yangu. Njiani kuna watu nikutana nao, kaongea kuhusu biashara, na ikabidi niende benki kutoa hela ili nikamalizane nao. Lakini nilipofika benki sikukuta hela yoyote kwenye akaunti, na ninaporudi kuna mdada nilikutana naye. Aliniambia kuhusu mabaya yako yote kaka. Nani huyo? Na alikwambia mambo gani? Mtu anaitwa Neli. Na aliniambia kwamba wewe unataka kuniua. Yaani unataka kunitoa kafara. Na ndio maana sasa hivi umekuwa ukifanya mambo yako bila kunishirikisha. Na niliamini kwa sababu nilivyoenda kukuta hela hazipo kule benki, na hiyo sio kawaida yako kufanya vitu bila kuniambia. Anyway, kwa sasa hivi umetambua nani mwema wako? Nimegundua kaka, mwenye muhimu ni wewe, sababu ndo ndugu yangu. Unaweza kunikutanisha naye dada au kunipa mawasiliano yake? Sawa, naweza nikafanya hivyo, ila naomba uniahidi kwamba utamfanya kitu chochote kibaya. Pia wakalia na kuwapa aibu. Chunya salama. Kiukweli mimi nimeenjoy sana maisha.
umekuwa mwalimu mzuri sana kwenye maisha yangu. Kuna wakati huwa nawaza sana, kama sio mimi sasa ningekuwa naishi vipi? Unajua ile changamoto ilikuta iliniathiri sana. Lakini kupongeze brother. Pongeze mno. Thank you so much. Kama kuna kitu umejifunza kupitia mimi, it's very nice. Wanaoleta matatizo waambie Chunya salama, na Mungu anapresi Chunya salama. Wakumbuke Chunya iko macho, Chunya salama. Sehemu yenye madini imebarikiwa na watu wake wakarimu. Kalima tumbaku bila sheria, bila utaratibu. Kachimba madini kwa kuvamia, jamii kuharibu. Katisa watoto wakaumia bila kuwatibu. Wanawake na pia wakalia na kuwapa. Ila kuna mpango mwingine unakuja. Yaani kama tukiupiga huo vizuri, mambo yanakuwa okay. Mzee, haupoi. Kila baada ya tukio tena. I'm Badish. Follow me. Jana uko chini ya ulinzi. Wewe unaniambia mimi niko chini ya ulinzi? Unanijua mimi? Eti, unanijua? Badish. Utawala wako kuisha bali yake. Namaanisha kwamba utawala wako umeishia hapa. Yes. Are you serious? Yeah, I'm serious. Tuna safari ndefu bado, ila Chunya salama. Wanaoleta matatizo waambie Chunya salama, na Mungu anapresi Chunya salama. Wakumbuke Chunya iko macho, Chunya salama. Sehemu yenye madini imebarikiwa na watu wake wakarimu. Kalima tumbaku bila sheria, bila utaratibu. Kachimba madini kwa kuvamia, jamii kuharibu. Katisa watoto wakaumia bila kuwatibu. Wanawake na pia wakalia na kuwapa aibu. Chunya salama, Chunya salama. Tuna safari ndefu bado, ila Chunya salama. Wanaoleta matatizo waambie Chunya salama, na Mungu anapresi Chunya salama. Wakumbuke Chunya iko macho, Chunya salama. Chunya salama, Chunya salama. Katisa watoto wakaumia bila kuwatibu, na wake nao pia wakalia kuwapa aibu. Katisa watoto wakaumia bila kuwatibu, na wake nao pia wakaumia kuwapa aibu. Hey, yeah. Chunya salama, Chunya salama, Chunya salama.